asifiwe. Bwana akaniponya sukari, ugonjwa mkubwa, yaani unauma kuliko ukimwi. Jamani, huo ugonjwa ni mbaya. Mifupa yote inagangana, yaani ukifanya hivi miguu mpaka usogeze hivi, mikono mpaka usogeze, maana yote inatafunwa. Macho yanakaa, unakuwa kipofu, ufikiri vizuri, maana damu nani hiyo sukari inasambaa pote, kwenye nyama, kwenye ngozi, kwenye nini. Lakini Bwana ni mwema, Bwana wa Mungu. Shike Bwana Yesu, yeye ndiye uzima. Shika Bwana Yesu, yeye ndiye uzima. Anatuvusha, anatusaidia, anatushindia. Sasa wewe kama utashinda, kwani utashinda kwenda mbinguni? Biblia inasema ashindae. Nyakati tulizo nazo ni nyakati za kumtafuta Mungu. Hebu niwaambie wana wa Mungu, mimi Bwana amenibariki. Naweza nikawa nina pesa ndani ambazo siwezi kukwambia. Lakini tuna manyumba ya mabati hivi, naziacha, nalala kanisani. Mimi sionani kama pesa ni kitu cha mimi cha kufanya, yani cha kuniweka roho juu. Bwana Yesu apewe sifa. Na kuna mtu mwingine, nilikwenda kanisani, wakaniona ninakaa na vijana kwa ajili ya tamaa. Wakaniona nimechukua maziwa, nimenunua vitu, nimeweka kwenye ndoo, wakajua naenda kwa mchungaji. Nilipotoka kumbe wakajua funguo nimeweka wapi. Wakaingia ndani, wakaiba hela. Kulikuwa nimetenga 120 za fungu la 10 na zenyewe wakazichukua. Haya. Siku nyingine wakaniibia kwenye mkoba tena fungu la 10. Mimi wakiniibia fungu la 10 narudi nyumbani nachukua hela nyingine naipeleka, namwambia shetani na kushinda. Mara mbili. Lakini nikasema hivi, Mungu, mbona watu wanawaogopa waganga na wachawi? Kwa nini wanakuwa wananionea hivi? Belishaza akachukua vikombe vya Mungu, wakavinywea divai. Mungu aliona Belishaza aliona mkono unaandika mene tekeli peres. Mungu ufalme wako umepungua, tena umegawana kwa wajeni, wewe umekuwa chukizo mbele za Mungu. Mpaka wakaja wakamuua kwake. Nikasema kwa nini mimi watu wananionea? Wanaiba Mungu fungu la 10 lako ambalo mimi ni agano langu na wewe. Nimelitenga kwenye nafsi yangu kwamba hii ni zaka, wanakuja wanachukua Mungu na waangalia. Nimekuja huku wananiambia kijana amekuwa mweo. Kisiwa kizima anavua, anabaki uchi. Anasema lakini mimi sijaiba, sijaiba. Unaona? Sasa nikaumhurumia. Nikasema Mungu wangu tena. Wabaya maadui anasema mama Sara ameenda kumroga, si mnajuaga waga ni Freemason. Maana ukibarikiwa wanakuita Freemason. Hawajajua Mungu anabariki. Ile wanataka utukufu wa Mungu waufunike kwa nguvu za giza kwamba mtu aliyebarikiwa ni wa Freemason. Lakini tukiangalia Suleimani alikuwa na ndege zinaenda Tarashishi. Alikuwa amefanikiwa kwa ajili ya Mungu. Sisi Mungu wetu kama sio Mungu wa kubariki, sasa huyo Mungu namfuata wa nini? Kama Mungu hainui mtu, kama Mungu haponyi mtu, huyo mimi nitamwabudu wa nini? Lakini Mungu wetu kwetu ni kimbilio na msaada upatikana wakati wa mateso. Lazima Mungu atuinue, lazima Mungu atuponye. Bwana Yesu apewe sifa. Lazima Mungu atutetee katika magumu. Huyo ndio Mungu tuliokwenda kumwabudu, tuliyomkimbilia. Bwana Yesu apewe sifa. Kwani nikaona yule kijana anasema kwamba amekuwa mweu. Wamempeleka Magu kwao. Mganga akamwambia jamani huyu sawa mmeniletea. Huyu ameiba pesa. Na mtumishi wa Mungu mwenye imani kali ndivyo alivyowaambia. Kwa hiyo mlete kuku 3. Tukichinja zikatoka damu, atapona. Lakini zisipotoka damu, hata atakayemulilia atakufa. Wakazichinja hizo kuku, hazikutoka damu. Mke wake ndiye alipiga simu kisiwani wakanipigia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mkawaambia wangemrudisha, tukampeleka kanisani, tumuombee toba, tumuombee
kienyeji jamani. Bwana Yesu apewe sifa. Tunalindwa na Bwana, tunalindwa na Bwana. Lazima Mungu atulinde, yeye ambaye halali wala asinzii, mlinzi wa Israeli. Bwana Yesu apewe sifa. Wengine wanapotaja magari, wengine wakataja farasi, sisi tutalitaja jina la Bwana Mungu wetu. Bwana Yesu apewe sifa. Lazima tuyaone matendo makuu ya Mungu.